thank God because the new constitution ina factor in ratio ambayo 30% ya vijana. Na pia nafika wa youth ya kwamba let us forgive. Wakiatu bata stand up, tujaribu to apply. Alafu with the support of the county government, mtuweke vijana kama priorities because we want to remove your idleness kwa vijana. Na kupitia hapo naamini wataparticipate kwa hiyo hali, watainua maisha yao, watainua maisha ya jamii ya Mlima Elgon na pia Bungoma County kwa ujumla. Singependa kusema mengi kwa sababu unajua muda ni mfupi. But I want to thank all of you. Hata nishukuru ofisi ya the governor kwa kuweza mahali hapa na kusikia kilio yetu. Naamini ya kwamba hayo ndio nimeweza kuelezea. Nataraji mengi kutoka kwa marafiki sana. Na Mungu awabariki. Thank you. That was good. I'll request that the remaining team can summarize their 5 minutes. So, I know you're capable of doing that. And by the way, how many of you have applied for the debtors in the first place? Let me see my show of hands. I want to see it. Walimu wali-apply? Okay, so, thank you. Now, let's hear from Cheptais. 5 minutes, please. Yes, I understand. Cheptais people. Salome anyone basi, Sabine, Sabine. Deep is like this, can put it on the Elvis K. Kiblana, Tibet, Hilary, Torrance, Uber, location. Papa Helen, Kamangachi. Shanice Jessica, Jessica. Solomon Philip, American Family. Your Excellency, Deputy Bungoma County, our Executive Committee member in charge of administration, other invited guests, mabibi na mabwana, vijana wenzangu wa mjambo. Today is our day that we are meeting for the first time. At least we can see our leaders with our eyes. Haijawahi fanyika. First, Mheshimiwa, receive greetings from Cheptais. For the first time, we will make history in the new constitution of the first governors of this country. Na watu wa Cheptais wamesema tuwaletee salamu zenu. Na kwa kumbusheni tu kwamba kuna kitu mmeandika chini ambayo ilikuwa inaitwa manifesto. Yes, Mheshimiwa, if it's possible you go back to that manifesto and read it again and deliver to that the extent above will come back to deliver. In that manifesto, we dreamt of a very beautiful county. A county with a lot of potential. The young people, the old, those women out there, waliposikia Lusaka na Mheshimiwa Chongoni wamesimama kitu, they say these are true sons of the soil and we should give them a chance. And that is why you are here today. Mheshimiwa, I know you are not new to the issues of Ontario. First, mwenzetu ameongelea vitu vingi sana. But mimi nami ningependa kugusia tu a few things ambazo. So Mheshimiwa, tunaomba kwamba mzingatie mambo kama soko, Cheptais, Kapsokoni, Kopsiro, Kaptamu. I believe kwamba tuko na feed this Bungoma County. I want to take a scenario of Chwele market, for example. Kenya mzima wanasema Chwele only market in Kenya that has fresh goods from the farm. Sasa wanaongelea Chwele, wanaongelea nani sasa? They are talking about products from Mount Elgon. But why are we not taking action to make sure that this mtu mwenye anapata hii mboga ama kila ambacho wanasifu kwa redio kwamba ni fresh, pia ana benefits?
our farmers are being exploited just because we don't have markets. So mheshimiwa, tujenge soko. Kwa hiyo sasa naunganisha na farming activity itself. Mheshimiwa, tuko na brokers ambao wako wanatunyanyasa sana. Mahindi saa hizi ukiona wananunua shilingi 90 shillings per gorogoro. Na ni kale kadogo. Lakini sasa unashangaa wakati sisi tunavuna mahindi yetu wanakuambia unauza kwa shilingi 35 shilingi kwa gorogoro. Na unajua gorogoro ni wanaongelea si kale kadogo, kale kakubwa. Alafu kuna belief inasemekana kwamba because we are poor, sasa wanateka advantage. So wanachukua hizo mahindi, wanapeleka kwa nasikia kuna lami zimejengwa sehemu yani ziko tu, sasa wanamwaga kwa barabara, wanaanika, ikisha kauka, wanastore kwa muda mfupi kama 2 months or 3 months, na wanarudisha. Wakati wanarudisha mheshimiwa, don't be surprised kushangaa mahindi ambayo uliuza 5 shillings utanunua 9 shillings. Just imagine that exploitation. To what extent are we going to expose our farmers to these losses? Mheshimiwa, tunaomba kama mnaweza, and I know you are able because you are the government. We entrusted you with this ability, with everything, to make sure that our people get services. Now, kwa hiyo cash crop, kwa hiyo farming kuna cash crops na kuna perishable na non-perishable, ambayo perishable ni vitu kama vitunguu na nyanya. Chepteli 53 million shillings hata ingejenga hata kwa hospitali, unaona? Ama inge at least milioni kadhaa hata bili ingefanya kitu ya maana. But why? And you know very well watu wetu wako sensitive mheshimiwa. Na singependa kukuficha kwa sababu kesho ingeweza kulipuka na msema mngetuambia mapema. Our people are saying we are being discriminated. You are our own. Budget gap will be there. Yeah, entertainment. As compared to the governor's budget, you have 53 million. That shows how our people back there are caring about you. Tunataka wewe pia kama deputy governor exercise your power. We want to hear your voice, mheshimiwa. Speak on behalf of our people. And they will also support you. We are ready to support you to the last. Na tuko ready to support Bungoma County to the last. But if we coexist mutually, hata mheshimiwa, nasema pole sana kwa kuchukua muda, but nakumbusha vijana wetu kwamba na viongozi wetu kwamba time, wakati wanasema change, it does not mean another person, it means about me. Change will not come if we wait for another person. It's me. We are the ones we'll be waiting for, we are the change we'll be looking for, and it's the right time we do that change. Asante sana mheshimiwa. Thank you. That was great. Cop zero. No, Alison. Your Excellency, sir, your executive, the youth represented here, and the other members of the council, I salute you all. I welcome my members from the city to work on the election. Moim Daniel Ruto, there is from Chebu, Chebu location of Sirot. Modest Mtache Mote, considered Doras Filmwood from the location, Zero Division. I am Modest States Account from Consideration. Mary Nekesa of Class Consideration. Nami najulikana kama Galaxy Moses J kutoka Kopsiro. From Kopsiro. Tawait Caleb, Chowgewa location, Kopsiro division. I'm Alice Kamoet, Kopsiro Division. Your Excellency, sir, before you is Kopsiro team. There are many issues that we have from Kopsiro because Kopsiro Division is the most affected place. In fact, in Bungoma County, it's the remotest place ever had. When we
we talk of Kopsiro, Your Excellency, sir, in Kopsiro, these youth that are here are presenting that they need at least your empowerment, especially in the civic education. People of Kopsiro division need civic education in the following departments. In trauma healing, between 2006 to 2007, it was during the time the SLDF members were there, so most of these people are traumatized. And there are remnants of SLDF who are still there. These people, they did not come out, the numbers that were out on SLDF have not come out, so there is need for trauma awareness and big civic education so that we reach all members of the SLDF, because we need this youth for development of Bungoma, the entire Bungoma County. And if we leave them behind, there is a lot of work that is going to be distracted. At the very time, we need creating awareness on HIV, AIDS, and drug abuse. Your Excellency, sir, in your budget, we find that there is a slot that the drug abuse was. So please, with the HIV, there is a problem in Mount Elgon, especially when our people are there right now, especially this time. They need sensitization because most of them assume that there is no HIV. They are in traditions because they don't have that knowledge that HIV is just but something like maybe kurogwa ama whichever. Wengine wanasema tulipigwa na SLDF, wengine wanasema mimi niliumia na jeshi ambayo ilifanya operation. So na mtu ni mgonjwa HIV. So there is need for civic education tuwajue ni kina nani ni wagonjwa ama wajue ndiposa wajitoe wameze wachukue dawa so that tunapata community ambayo iko healthy na ni community inaweza fanya kazi kwa development ya hii county. Pia kuna need ya environmental conservation na preservation. In Kopsiro division sisi ndio tuko na forest. Kopsiro division, that forest, Your Excellency, imekuwa distracted sana. Kuna watu ambao wako wanachoma makaa pale, kuna watu wanakata mbao. And you should set your arms to that place. And there is need for civic education. Wajua ya kwamba hii forest inatusaidia kupata maji. Pia hiyo forest inaweza tumiwa vibaya, Your Excellency, because I know on your way to the test side of Kopsiro division you use a vehicle. But if you go down the forest, upite area ambayo ikaboriwa, tuteremke chini ukiingia Malakisi, you will see that forest the way it has been distracted. Here there is need that you empower us on civic education over the land issues. Kuna watu ambao wameenda sasa grab government utility, the projects ambazo zilikuwa zimeachwa. And it's going to be very hard, italeta tena maafa. Kwa sababu mtu ameingia kwa project ya serikali, amejenga pale, hataishi muda kama jinsi ilivyokuwa pale mwanzo. Alafu baadaye to remove that person out of that project, it will cause conflict, you people. So Your Excellency, please give angalia hiyo sana. Ukisha tusaidia mahali pale tutaona kwamba vijana wetu watakuwa vizuri. Here there is need ya devolved government. Pia hii katiba yetu there is need for civic education on the issues kuhusu devolved government. Kuna watu ambao saa hizi wanatarajia the county representatives ambao tulielect juzi ya kwamba wangekuwa nyumbani wakikaa nao wakiongea. Yeta wa county representatives leo hii wako na kazi, wako kwa bunge. Ni lazima wajadili mambo ambayo yanatuhusu. So there is need wajue katiba inasema nini kuhusu fulani na fulani, so that they can observe boundaries, kila mtu atajua sehemu yake. Mheshimiwa Your Excellency, pia tuko na shida sana in Kopsiro infrastructure. Shida pia ya social interactment so far. Infrastructure is a big issue in Kopsiro. Leo hii tukisema ya kwamba we go to Kopsiro in the entire sub-county of Mount Elgon constituency, surely hakuna barabara. That place is not portable so far. Especially those people who come across in a near location, surely. Reaching this place, in fact, as early as 8 today, ilikuwa ni shida. Kwa sababu ya shida